Kadri mvutano ulivyoendelea, viongozi wa mataifa mbalimbali walianza kutoa matamko rasmi wakijaribu kupunguza hofu huku wakilinda maslahi ya nchi zao. United States, rais wao alisema kuwa taifa lake litasimama imara kuilinda Israeli, lakini pia akahimiza kuepuka hatua ambazo zinaweza kupelekea vita vikubwa zaidi. Kauli hiyo inaonyesha msimamo wa kuunga mkono mshirika huku ikijaribu kuzuia kuongezeka kwa vita. Kwa upande wa Russia, viongozi wake walionya kuwa kuendelea kwa mashambulio kunaweza kuhatarisha utulivu wa kikanda na kimataifa. Walisema kuwa umuhimu wa mazungumzo ya amani badala ya kuongezeka kwa hatua za kijeshi. Serikali ya China nayo ilitoa wito wa kujizuia na kuhimiza pande zote mbili kurudi kwenye meza ya mazungumzo. Kauli hiyo ilionyesha msimamo mmoja wa kuepuka mzozo mpana unaoweza kuathiri dunia. Katika Ulaya, viongozi kadhaa walizungumzia kupitia mikutano ya kimataifa, wakisema kuwa umuhimu wa kupunguza mvutano. Baadhi yao walikumbushia historia ya vita kuu ya pili ya dunia, wakisema kuwa mara nyingi matukio makubwa huanza kwa matukio madogo. Wakati huo huo, katibu mkuu wa United Nations alitoa wito wa haraka wa kusitisha mashambulio na kuanza juhudi za amani. Alionya kuwa dunia haiwezi kumudu vita vingine vikubwa katika kipindi hiki cha changamoto za kiuchumi na kijamii.